WhatsApp nikaona kwamba tutakuwa na hii vuguvugu hapa. Na mmoja alikuwa amesema kama anaweza kuja nikutie, na nikasema kwamba popote ambapo Wakenya wanakutana kujadiliana kuona vile tutajikomboa, nafasi muhimu sana kuliko mambo yote. Ndio maana umeona niko hapa leo kushirikiana na nyinyi, na naunga mkono kusema kwamba lazima vijana wawe mbele, waongoze hii vuguvugu ya kubadilisha Kenya, na tuweze kupata dola ambalo linatawaliwa kisheria, na wale wote ambao wameuvuruka sheria wakatuibia pesa, kwanza watarudisha hizo pesa. La pili, kama hawatajieleza vizuri, sheria ichukue mkono wake, kwa sababu hatuwezi kukaa kwa umaskini na watu wamepora pesa zetu, wamekopa wamekopa loan kwa ajili ya jina letu, na sasa hivi kwa kila shilingi 100 ambayo serikali inachangisha kwa ushuru 82 inaenda kulipa ushuru, shilingi 18 ndio inabaki Kenya. Ndio ukifuata hayo madeni, alikuwa anasema ili vuguvugu la kujikomboa hapa Kenya ni muhimu sana, na vijana Kenya mzima wajitokeze, wajiunge pamoja, waseme kwamba tuko na katiba na lazima hiyo katiba itekelezwe, ifanye kazi. Tusipofanya hivyo tutaangamia. Hii umaskini ambao tuko nayo kwenye Jamhuri ya Kenya inatokana na uongozi duni, haitokani na ile kazi ambayo Mungu anatenda kwenye dunia. Tuko ni kama mtoto ako na kwa shako, ukiandika maidi kazi, umenunua chakula ya mtoto, maziwa na sarama na nini, lakini unapata mtoto amedofia na ule maidi ndiye amenona. Lazima uulize maidi, kwa nini unanona na mtoto anakonda? Na hiyo ndio maana kusema kwamba deni la Kenya ambalo tunaambiwa deni liko Kenya, hapa Kenya hatuna deni hata sumuni moja. Deni yote imelipwa na imelipwa zaidi, lakini bado wanasema tuko na deni. Tunataka hii pesa ambayo wanasema iko kwenye deni, yule mwenye alikopesha pesa, yule mwenye alikopa, watuambie biashara walikuwa wanafanya biashara gani, kwa sababu ukiangalia Kenya haina deni, na hatutakubali kulipa deni ambayo haikuja kwa serikali. Tumekataa kulipa deni, tumekataa kulipa deni haramu. Tuko tayari? Kwa hivyo tukueni kura, tukueni mtambulisho na msimame imara, kwa sababu tena tukienda mbele lazima tufunge pesa ya serikali. Mambo ya treasury kwa chini ya president, katiba imekataa na lazima ikome. Nataka treasury itengwe na finance, ndio mtu ambaye amesimamia pesa aweze kuhifadhi pesa ya Kenya. Ukipatia president pesa anaitumia vibaya. Tunataka budget irudi bunge, pesa irudi bunge, sio rais kutembea akiimba majina ya barabara kama ni mashairi. Hiyo ndio maendeleo tunaletewa. Hatutaki mashairi, tunataka maendeleo kupitia kwa bajeti. Kama haiko kwenye bajeti, mtu asihitaje huko nje. So mimi nawashukuru sana, na kuna mambo mengi, lakini lazima tuangalie mambo ya fedha za serikali vile zinatumika. Kama tuwezi kuhifadhi pesa zetu, umaskini utatuandama milele na milele, na kila kizazi kitazidi kuwa maskini kuliko kile ambacho kimekuja mbele yake. Kumaliza hayo, lazima tuangalie mambo ya uchumi. Hakuna mambo ingine ambayo ina muhimu sana kuliko pesa ya umma. Tujue ushuru wetu unaenda wapi, unatumika vipi, na kama ni kukopa pesa, lazima pesa ikopwe kwa misingi ya katiba, sio kwa njia yoyote ambayo Mungu anafikiria. Tunataka tufike wakati ambapo rais akiona amesota apige simu aseme, bwana mtoto leo nimesota, nisaidia na ka50. Sio kupiga simu treasury kupora pesa hapa. Kila mtu aheshimu pesa ya umma, na pesa ya umma itusaidie. Na hii vita ambaye atashinda sio wazee, ni nyinyi vijana kujitokeza. 75% ya voters ni vijana hapa Kenya. So mkijitokeza hakuna ambaye atawazuia. Na pia wakati wa kupiga kura, mambo ya bomas tumesema hakuna bomas. Tutapiga kura kulingana na katiba. Na katiba inasema kura ya rais inaishia kwa constituency. Tunataka certificate 290 zitolewe, tupige hesabu yetu, tujue vile mambo imeenda.
vile wa Marekani walifanya Novemba, tarehe 6 walipiga kura, tarehe 7 wakajua ni Trump, walikuja Januari tarehe 6 kufanya ile formality ya kutangaza mtu. Hatutaki mambo ya kusema kwamba IEBC inatangaza aliyeshinda. Hapana, aliyeshinda anatakana julikane pale kwa constituency, na hii kura tunasema no bombers, hatukubali kufungwa akili tena. Na hiyo yote mwenye ataweza kutimiza hiyo ni vijana. Nyinyi ndio mtaweza kwenda kwa constituency, msimame imara, mpate majibu ya kura na mweze kutangazia, na hakuna mwingine atabadilisha hayo. So kwa hiyo machache mimi nasema asanteni sana. Ni Pasaka na tufufuke na Yesu, na kufufuka na Yesu na kuwa na imani kwamba shetani hawezi kutawala, hawezi kuwa na haki mbele ya Mungu. Na shetani, wale wote ambao wanaabudu pesa, ambao wanaangamiza wenzao, ambao wanaibia dola, wanaabudu shetani, na hao watu lazima tuangamize. Na wote kuanzia independence tunataka tukae chini tujue Kenya, pesa ya Kenya ilienda wapi, tuweze kupata suluhu na tumalize maneno, ili tukiendelea mbele tusije tukitegemea kura ama kutegemea nani atakuwa rais. Tujue kwamba dola inaendeshwa na sheria, na hata tukichagua Burukenge kuwa rais, dola bado itaendelea mbele. Asanteni sana na Mungu atubariki. Asante sana mheshimiwa. Sawa. Nanuruhusu sasa, kama kuna mwenye siasa jaongea, bosi amenipigia simu.